Asante sana Dennis kwa swali lako zuri. Na kama nilivyotambulisha, naitwa Radia Magoleo, nafanya kazi na umati, ni mratibu wa program za vijana. Kutokana na uzoefu wetu wa muda mrefu wa kufanya kazi na vijana, hususan kwenye swala zima la afya ya uzazi na jinsia, imeonekana ili uweze kupata matokeo chanya kwenye hizi program za vijana, lazima vijana washirikishwe moja kwa moja ili waweze kuwa huru na kuweza kujifeel wako salama zaidi, kuweza kutoa maoni yao na hatimaye kuweza kupata hizi taarifa sahihi za afya ya uzazi na jinsia. Nikija sasa kwenye eneo la uchechemuzi, mbinu ambazo tunazitumia na ambazo tumeshaona kwamba zinatuletea matokeo chanya kwa eneo hili la vijana na masuala ya afya ya uzazi na jinsia, ni kutumia peer education approach au kutumia waelimishaji rika ambao wamepata mafunzo chini ya Wizara ya Afya ya namna ya kuweza kudeliver elimu na taarifa sahihi kuhusu afya ya uzazi na jinsia. Kwa hiyo kutumia waelimishaji rika, tunaona ni rahisi zaidi kuweza kufanya uchechemuzi kwa sababu wenyewe wanakuwa na taarifa sahihi na wanakuwa na taarifa zilizojitosheleza, na hatimaye wanaweza kuipush ile agenda ambayo wanataka kitu kifanyike kutokana na changamoto yao ambao wanakuwa nao kwa wakati ule. Kwa mfano, unaweza ukakuta vijana wana changamoto ya ukusanyaji wa huduma rafiki katika vituo vyetu vya kutolea huduma. Kwa sababu pia educator tayari anakuwa amepata ile elimu ya afya ya uzazi na jinsia, inakuwa ni rahisi kwenda kuadvocate au kufanya uchechemuzi kwenye hilo swala katika ngazi mbalimbali na hatimaye kuweza kupatiwa ufafanuzi. Lakini katika mbinu nyingine ambayo tunatumia na sisi kama umati imetuonyesha matokeo chanya, ni kuweza kutumia hizi filamu. Filamu ni njia nyepesi na rahisi kwa vijana wengi kuwafikia na kuweza kufanya uchechemuzi kwa kile kitu ambacho anakihitaji. Kwa maana gani? Sio muda wote kijana anataka asome, sio muda wote kijana anataka kusikiliza mtu, lakini kwa kutumia picha anaweza akaona kitu ambacho kinawasumbua katika jamii fulani, lakini kutokana na ile picha wanaweza kama na solutions. Ni kitu gani tufanye ili changamoto ambazo tunakutana nao kama vijana iweze kutatulika. Na uzuri hizo filamu zinatengenezwa na vijana wenyewe. Ndio maana mwanzo nilikuwa nasema vijana wanatakiwa washirikishwe kikamilifu ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapata matokeo chanya katika swala zima la afya ya uzazi na jinsia kwa vijana. Lakini nikielekea kwenye upande wa community, ni kitu gani ambacho kinafanyika? Kupitia programu zetu ambazo tunafanya umati, tunatumia mbinu mbalimbali, nitazielezea chache pia kwa sababu ya muda. Tunatumia hizi youth clinics kama ambavyo wamesema mwakilishi kutoka wizara. Kwa nini tunasema youth clinic? Kwa sababu vijana wengi wanakosa muda wa kwenda katika vituo vyetu vya kutolea huduma siku za wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, lakini pia kuna wale ambao wanahofia kwenda katika vituo vyetu vya kutolea huduma wakihofu kwamba watakutana na shangazi, nitakutana na mjomba, nitakutana na mtu yoyote ambaye atanijaji. Kwa hiyo kupitia hizi clinic vijana wanapata platform ya kukutana na mtoa huduma, lakini pia kuweza kuzungumza nao kuhusu masuala ya uzazi na jinsia wakiwa huru, kwa sababu wanakuwa hawana interaction. Kwa kutumia hii mbinu tunaona kwamba tunaongeza uelewa zaidi wa masuala ya uzazi na jinsia kwa vijana. Lakini kingine pia huwa tunafanya mabonanza. Mabonanza haya ni mabonanza ambayo huwa yanaandaliwa na vijana wenyewe. Huwa wana design ni kitu gani kifanyike katika hizo bonanza. Lakini katika hayo mabonanza vijana hawawendi kucheza mpira au netball au kamba peke yake, lakini tunakuwa tumeintegrate na part ya elimu na taarifa. Kwa hiyo kijana kutoka pale anakuwa ametoka full package, nikimaanisha kwamba anakuwa physical fit, lakini pia anakuwa amepata elimu na taarifa sahihi kuhusu afya ya uzazi na jinsia. Lakini kingine radio programs, sana tunatumia community radios ambazo ziko katika jamii zetu zinazotuzunguka ili kuweza kuhakikisha kwamba vijana wengi wanafikiwa na taarifa sahihi kwa muda mfupi, lakini tunawafikia vijana wengi. Lakini pia kwa kuongezea hapo, pia huwa tunafanya kampeni
kampeni mbalimbali za afya ya uzazi na jinsia, nikitolea mfano wa kampeni kubwa mbili ambazo tulifanya umati. Mojawapo inaitwa kampeni ya Ishi Smart kwa wale ambao waliweza kusikia, ambayo ilikuwa na lengo hilo la kuongeza awareness ya vijana kwenye masuala mazima ya afya ya uzazi na jinsia. Lakini na kampeni yetu nyingine ilikuwa inaitwa Ndoto ni Afya, ambayo tulitarget zaidi kwenye mashule pamoja na hali